Naam, salamullahi ala al-ikhwa. Tukiwa na mwendelezo wetu au upangiliaji wetu wa masomo ya kujifunza kuzungumza lugha fasaha ya Kiarabu kupitia kitabu cha Ataul Muqit fi Taalumi wa Taalimi Lughati al-Arabiyya, zawadi ya mlezi katika kujifunza na kufundisha lugha ya Kiarabu kwa Kiswahili. Katika somo lililopita tulijaribu kudadavua herufi ya thau, na herufi hii ilikuwa na aina ya majedwali manne na tumeweza kuyakamilisha yote. Katika herufi ya leo tunahamia herufi ya jim au tunaendelea na herufi ya jim. Herufi ya jim pia imeweza kupangiliwa na majedwali ya aina nne kama ilivyo kawaida: jedwali la kwanza, la pili, la tatu mpaka la nne. Kila jedwali lina kipengele chake namna kinavyozungumzia. Tukianza na jedwali la kwanza la herufi ya jim, neno la kwanza ni jamalun. Herufi jim namna inavyokuwa mwanzo na namna inavyounganishwa. Jim jamalun, namna inavyounganishwa inapokuwa mwanzo inakuwa kwa mtindo huo. Jim ina fatha, jamalun ngamia. Neno la pili jabalun, namna ilivyoandikwa ni kwa staili kama ya neno la kwanza, jamalun jabalun. Utofauti ni herufi ya katikati. Neno la kwanza jamalun ni mim na neno la pili jabalun ni bau. Kwa hiyo utofauti ni mchache sana, lakini namna ilivyoandikwa ni staili ya kufanana. Neno jamalun likimaanisha ngamia na neno jabalun likimaanisha mlima. Neno linalofuata jamalun, la kwanza jamalun haikuvutwa mimu wala haikuwa na haja ya kuvutwa mimu kwa sababu ni neno ambalo limejitosheleza, hakuna herufi yenye kipengele. Lakini jamal kuna herufi ambayo ina shida. Herufi yenye shida hapa ni herufi ya alif, ambayo alifu hii imeunganishwa baada ya mim. Jamalun, jamalun. Kwa hiyo ukiangalia ni utofauti mdogo sana ambao umeweza kutofautisha maneno haya mawili. Jamalun ikimaanisha ni uzuri, jamalun uzuri, jamalun ngamia, jamalun uzuri. Tofautisha namna ya kutamka. Lugha ya Kiarabu ina sifa moja ambayo ni mbaya sana. Ukiwa unazungumza au ukiwa unatamka matamshi ya lugha ya Kiarabu, ukikosea sehemu ya fatha ukaweka alama ya dhamma, umebadili maana. Ukikosea badala ya kuweka kasra ukaweka fatha, umebadili maana. Hivyo basi si kubadili tu herufi, hata unapobadili harakati, zile alama ambazo zinakaa juu ya herufi pia utabadili maana ya neno husika. Kwa hiyo namna tunavyoandika na namna tunavyotamka na tunavyosoma pia tuhakikishe tunasoma kwa uhalisia wa kile kilichoandikwa, na pia tuhakikishe tunazungumza kwa yale ambayo tunakusudia katika akilini mwetu. Jamalun ngamia, ukivuta mim ukasema jamalun uzuri, tayari umeshaingia katika sekta nyingine. Uzuri na ngamia ni vitu viwili tofauti, havifanani. Neno la mwisho katika jedwali la kwanza ni jitu. Hii jitu sigeni katika kulisikia. Tukihamia katika jedwali la pili, hijabun. Hijabun, herufi husika ambayo ni jim imekuja katikati, namna inavyounganishwa ikiwa katikati. Hijabun imeunganishwa pande zote mbili, namna inavyounganishwa nyuma na namna inavyounganishwa mbele. Baada ya jim kuna alifu ya kuvuta, hijabun. Neno hili la hijab ni aina ya vazi la heshima au ni vazi la stara kwa wanawake katika dini ya Kiislamu, au kwa Kiswahili rahisi ni hijabu. Neno la pili hajarun. Hajarun, neno hajarun likimaanisha jiwe. Hajarun jiwe. Neno linalofuata fajrun. Fajrun, fajrun likimaanisha ni mwanzo wa asubuhi, yani alfajiri. Hata kwa maneno yetu ya Kiswahili tunatumia hivyo hivyo, alfajiri. Neno linalofuata najmun. Najmun, neno hili linamaanisha star au nyota. Najmun ni nyota. Tukija katika jedwali la tatu, jim ikiwa mwisho, lakini mwisho ikiwa imeunganishwa na herufi ya nyuma yake. Neno la kwanza ni hajjun. Hajjun, neno hajjun likimaanisha ni hija au kuhiji, na ndio maana mshairi akaimba kwa kutaja nguzo za Uislamu: buniya al-islamu ala khamsi, khamsat arkan fi din, saumun wa salatun wa zakatun hajjun wa shahadatain. Yani umejengwa Uislamu juu ya nguzo tano. Nguzo hizo ni saumun, salatun, zakatun na hajjun na shahada mbili: kufunga, kusali, kutoa zaka, kuhiji, kutamka shahada mbili. Kwa hiyo hajjun ikimaanisha ni kuhiji. Neno linalofuata nasjun. Nasjun, neno nasjun likimaanisha ni kufuma au kusuka, namna tunavyofuma mpira au namna tunavyosuka. Nasjun.
kusuka au kufuma, inategemea na namna unavyotumia katika hali gani. Neno lingine ni thaljun. Thaljun, thaljun, barafu. Thaljun ni barafu. Neno linalofuata nahjun. Nahjun, nahjun. Tafsiri ya neno nahjun ni njia, lakini siyo njia ya kutembea kwa mguu kama ilivyochorwa katika picha. Hapana, ni njia ikimaanisha ya kwamba ni sababu ya upatikanaji wa kitu fulani, au ni jambo ambalo limetumika katika upatikanaji wa kitu fulani. Kuna siku katika pitapita zangu za upekuzi wa vitabu, kuna kitabu niliwahi kukiona, lakini sikuwahi kukifuatilia kwa undani zaidi, lakini kumbukumbu zinanituma ya kwamba kilikuwa kinaitwa Nahjul Balagha. Neno la jina la kitabu hiki Nahjul Balagha likimaanisha ya kwamba njia ya kufahamu ufasaha wa lugha, au ni mwongozo ambao utakusaidia au kupelekea kuifahamu lugha fasaha kwa undani zaidi. Kwa hiyo kupitia mfano huo nafikiri nitaeleweka nahju ni njia ya aina gani. Neno la kwanza la jedwali la 4 ambalo ni jedwali la mwisho katika herufi ya jim, hajun. Juu tumesoma hajun, hapa ni jim itakapokuwa mwisho bila kuunganishwa na herufi ya aina yoyote. Hajun, hajun. Hajun bila kuvuta hau ni neno ambalo likimaanisha hija, kuhiji. Kile kitendo cha kuhiji basi kinaitwa hajun, kwamba ni hija. Lakini hajun lina maana ya kwamba ni yule anayefanya kitendo cha kuhiji. Hajun ni hujaji, anayehiji. Kwa hiyo huo ndio tofauti wa hajun na hajun. Neno linalofuata burjun. Neno burjun, jim ipo mwisho. Burjun ni mnara. Burjun ni mnara mrefu. Neno linalofuata iwajun. Iwajun, jim ipo mwisho. Neno hili la iwajun ni kutokuwa sawa, haujanyoka kwenye mambo yako. Nikitumia lugha hii nafikiri nitaeleweka vizuri. Neno la mwisho katika herufi ya jim ni durjun. Neno durjun likimaanisha ni draw. Kama bado huja subscribe katika channel ya YouTube Chamba_68, huu ni wakati wako wa kufanya hivyo. Lakini pia kama bado huja follow katika akaunti ya TikTok Chamba_68, pia ni wakati wako sahihi wa kufanya hivyo. Lakini pia kutufuatilia katika Instagram pia ni Chamba_68, Facebook ni Yahya. Lakini masomo yetu yote yanaruka moja kwa moja katika channel ya YouTube pekee Chamba_68, na pia tumerahisisha namna ya kupata video za masomo hayo, namna zilivyopangiliwa. Ni kuingia katika playlist na utaweza kuona masomo yote kuanzia la kwanza mpaka sasa tulipoishia. Hakikisha unafanya hivyo kama ni mara yako ya kwanza. Ahsantum.